Huyu mwanamume alikuwa na tabia ya uwizi, bali uwizi ambao ilikuwa mbaya zaidi alikuwa ni uwizi wa mabavu, highway robbery. Anaikia watu wanaosafiri barabarani, hawakuwa ni wenye kwa time, wanapokonya mali yao na kuacha. Kando na hayo, alikuwa na tabia ya kuenda kuwafuata wanawake. Na huyu mwanamume ajulikana kama Fudail ibn Iyad rahmatullahi alayhi. Huyu Fudail ibn Iyad siku moja akawa ameenda kumwona mwanamke ambaye ameagana naye usiku. Akipita kwenda kumwona huyo mwanamke, akapita katika sehemu mtu yaswali swala za usiku, kichochoro pale anapopita, akasikia yule mwanamume yasoma Qur'ani ndani ya swala, kiswali tahajjud. Akasikia aya Mwenyezi Mungu akiuliza katika suratul Hadid, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Yani Mwenyezi Mungu asema alam ya'ni, je, haijafika wakati, lilladhina amanu, kwa wale walioamini, an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, nyoyo zao zibadilike na wapate kumwogopa Allah kwa yale ambayo wanaopata katika makumbusho. Yani Allah uliza, is it not time, kwani haijafika? Mpaka lini mja wangu, ewe mu'min ulioniamini, mpaka lini utanipiga vita? Mpaka lini utaniudhi? Mpaka lini utanikosea? Aliposikia Fudail ibn Iyad akasikia hiyo aya, na alimetoka kuibia watu na huku enda kumwona mwanamke usiku ameagana naye, na yuwasikia aya Mwenyezi Mungu yauliza katika Qur'an, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Je, haijafika wakati kwa wale waliomwamini Mwenyezi Mungu nyoyo zao zilainike, zibadilike, wabadilishe mwenendo wao? Mpaka lini mtakuwa hivi nyinyi waumini? Hapo Fudail ibn Iyad, kwa sababu yajua Qur'ani na yajua kwa Kiarabu, akanyanyua mkono akasema, ana al-awan, ana al-awan, ana al-awan, ya Rabbi imefika, ya Rabbi imefika wakati, ya Rabbi, ya Rabbi imefika wakati, nimekuudhi, nimefanya machafu, nimeudhi watu, ya Rabbi imefika wakati, imefika wakati mimi nikurudie. Ana al-awan, ana al-awan, ana al-awan, now is the time, now is the time, now is the time. Hapo akaachana na yule mwanamke. Akirudi akasikia wapita njia wasafiri wakiambiana, msipite njia hii, kuna yule Fudail ibn Iyad yosubiri kule, yule mwizi, tutumie njia hii hata kama ni ndefu, hii shortcut msipitie, ndio tusubiri pale. Hapo Fudail ibn Iyad akawa na huzuni zaidi. Yani Allah atuamrisha tuwafanyie wema wasafiri, na mimi kando na kuwafanyia wema, bali Allah ameweka katika watu ambao wanaofaa kupewa zaka ni msafiri. Wacha kumsaidia, mimi nawaibia yale aliyokuwa nayo, kwani mimi ni muovu namna gani? Mpaka watu wanaamua kuchukua njia ndefu ili wasipite hii njia fupi, kwa sababu mimi niko pale nimewekea checkpoint ya kutaka kuwaibia. Ikamtia huzuni zaidi, akasema, ya Rabb, mimi nimekutubia na imefika wakati na nimebadilisha maisha yangu, sasa hivi mimi nimebadilisha. Hapo akafunga safari, akaenda mji mtukufu wa Makka, akasoma elimu, akahifadhi Qur'ani katika hali ya utu uzima, akasoma elimu mpaka Mwenyezi Mungu akamjalia akawa ni mcha Mungu. Allah akamfungulia milango katika dini yake, katika dunia yake, katika akhira yake. Kufanikiwa kwake ikaanza hapo, maisha yake ikabadilika alipomtubia. Na hapo alimamu akawa Fudail ibn Iyad, hakuna mtu mwenye ibada na hakuna mtu mcha Mungu katika mji wa Maka na Madina kama yeye, kiasi cha kuwa akafanywa imamu wa msikiti wa Al-Kaaba pale. Huyu alikuwa mwizi, huyu alikuwa na tabia kutafuta wanawake usiku, huyu alikuwa akifanya makosa, alitafuta elimu katika utu uzima, akasoma, akawa ni mtu wa ibada, akawa ni mcha Mungu, akawa hakuna mtu yoswali mwenye kuswali na mwenye kufanya ibada na kufunga mfano wake. Ikajulikana baina Maka na Madina, watu wakija ulizana nani ambaye yuko namba moja katika ibada, kila mmoja anasema ni Fudail ibn Iyad, mpaka akaitwa katika tarehe ya ummatu Muhammad, hakuna mtu aliyepewa jina hili, Abidul Haramain. Abidul Haramain alikuwa na ibada zaidi baina haramu mbili. Huyu ndio yule aliyekuwa akiibia watu, huyu ndio yule aliyekuwa akiharibu wasichana wa watu. Lakini siku alipobadilisha maisha yake, ndio kufaulu kwake ilianza. Wataka kufanikiwa wewe, wataka kufaulu, mrudie Allah. Allah yuko tayari kuwapokea. Wallahu yuridu an yatuba alaykum, wallahu yuridu an yatuba alaykum. Mwenyezi Mungu ataka kuwatubia. Mwenyezi Mungu hachagui, Mwenyezi Mungu habagui.
ni wewe kuamua, na siku ukiamua kumrudia Allah, wallahi thumma wallahi, siku ukiamua kumrudia Allah, wallahi wallahi thumma wallahi, ndo mwanzo wa kufanikiwa kwako. Na wallahi thumma wallahi, la falah, hauna kufaulu kukaa mbali na Allah. Utafeli katika dini yako, utafeli katika dunia yako, na mbaya zaidi utafeli katika akhira yako. Watukufu waumini, tumtubieni Allah na tumrudieni Allah, na Mwenyezi Mungu atakufungulia milango ya kufanikiwa katika kila nyanja zako.